Karibu YouTube kwa simulizi mpya na miendelezo. Hii ni hadithi ya dada mkubwa wa familia. Hebu tumsikilize. Nilichukua jukumu la kumsaidia dada yangu. Niliahidi kumtumia shilingi 1,500,000 kila mwezi, bila kukosa. Miaka ilipita, dada mdogo wangu alihitimu chuo, akapata kazi ya serikali, akawa fahari ya familia yote. Lakini mimi nilianguka kwenye ugonjwa. Miaka ya kufanya kazi kupita kiasi ilinichosha. Nikachoka hadi mwili wangu ukakataa kabisa. Niliomba msaada kwa dada yangu yule niliyemlea kwa jasho langu. Akaniblock. Siku moja akanipigia simu. Nikasema labda kanikumbuka. Basi, na sauti yake ilikuwa baridi kama barafu ya kaskazini. Akaanza, "Ulimpa ndugu yetu shilingi 2,500,000 kwa mwezi," alisema. "Lakini mimi nilipewa 1,500,000 tu. Unajua niliishi vipi miaka ile 4 ya chuo?" Nilisimama, moyo ukakata tamaa. Midomo yangu ilishindwa kufunguka. Akaendelea, "Nilikuwa na posho ndogo na pocket money ndogo kuliko kila mtu katika chumba changu cha kulala. Pale chuo unafikiri vihela vyako vilifanya nini?" Akaendelea, "Wenzangu walipotoka kwenda kula nje, nilikaa nyuma. Nguo nilizozipenda, zenye thamani zaidi ya shilingi 200, sikuweza kuzimodu. Hata nywele zangu. Nilikagua akaunti yangu kwanza kabla ya kwenda salon. Miaka 4 nzima sikuwahi safari hata moja. Mimi pia ni msichana, nastahili nguo nzuri, nastahili dawa za ngozi za bei, nastahili kuona dunia. Lakini pesa ulizotuma ziliniambia mimi si wa thamani, kwamba ninastahili tu kutolala na njaa." Haya maneno aliyoyasema ni kama lilikuwa jukumu langu. Mafunzo ya katikati. Binadamu wengi hawana shukrani, na mara nyingi unavyojitoa kwa mhanga ndivyo unavyochukuliwa kama mtumwa wa wajibu ambao si wako. Usiue malengo yako kwa ajili ya mtu asiyejua thamani ya jasho lako. Nikajaribu kueleza, maneno hayakuja, kwa sababu ukweli ulikuwa mchungu sana hata kunena. Mimi mwenyewe nilikuwa naishi kwa mkono kwa mdomo. Nilifanya kazi 2, mchana na usiku. Nilikula chakula cha bei cha 800 kwa siku, bila kupika, bila kupumzika. Wakati nilikuwa chuoni, wazazi wangu hawakunitumia senti moja. Nilijitegemea mwenyewe. Kazi za muda kuokoa kila senti. Wakati fulani hata vitu vya msingi vya msichana sikuweza, lakini nilimshikilia dada yangu kwa sababu nilitaka kumkinga na hali ile. Hata vitu vya msingi vya msichana sikuweza kumodu. Lakini nilimshikilia dada yangu kwa sababu nilitaka kumkinga na hali ile. Asipitie niliyoyapitia. Niliishia kupata saratani ya tumbo. Miaka ya kulala usiku, kula vibaya, fainting, na kufanya kazi bila mapumziko, ili tu nilipe ada yake. Nilijaribu kukusanya pesa za upasuaji. Wazazi walinikana, wakasema hawakuwa nazo. Ndugu kaka alikuwa anaoa, kwamba mimi sijali. Dada yangu aliniblock. Nilifariki peke death katika chumba cha kukodisha. Siku ile dada yangu alipiga hatua kwenye kanisa, akishikilia mkono wa baba yetu, akiolewa na mtoto wa tajiri, mzuri, mwenye furaha, akicheka, pumzi ndefu. Ilinipata. Ndipo nilipofungua macho tena. Sikuwa hospitalini, sikuwa kaburini, nilikuwa nyumbani. Nyumba ile. Mwaka ule. Mwaka niliohitimu shule ya sekondari. Mwaka ambao ndugu na dada wangu wote wawili waliingia chuo. Nikawa na ujanja safari hii. Mama aliniita pembeni. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yake yamejaa mzigo. Akaanza kwa kusema, "Kiwanda kimekuwa vibaya mwaka huu. Hawajalipa mishahara kwa miezi manyi. Watoto wawili chuoni wakati mmoja ni mzigo mkubwa sana. Natumaini mwanangu utaanza kufanya kazi haraka. Msaada wa gharama za ndugu yako. Usijali dada yako, tumelipa ada yake tayari. Umtumie tu posho yake na pocket money kila mwezi. Si wewe peke yako, nitasaidia kidogo. Lakini wewe ndiye mkuu." Midomo yake iliendelea kusogea. Uso wake uliofunikwa na uchovu ulichanganyika na uso ule kutoka maishani mwangu ya zamani. Katika maisha yangu ya awali,
Maneno haya yangenifanya nijisikie na hatia kubwa sana na najihisi na majukumu. Ningeacha masomo ya chuo niliyoyapigana kupata, nikimbie nje kutafuta kazi. Lakini sasa nilimtazama mama yangu, nikatazama kaka ndugu yangu. Mlangoni mwake umefungwa akicheza video games usiku na mchana. Nikatazama dada yangu mdogo amelala kwenye kochi akitazama drama na simulizi za simu. Dunia haimuhusu mimi, ndio na mahangaiko tu. Na polepole uso wangu ukabadilika. Mama, nilisema kwa upole lakini kwa uthabiti, hali ya soko la kazi ni mbaya sana siku hizi. Hata kama nikifanya kazi, nitapata shilingi 1000 chache tu kwa mwezi. Jinsi gani niweze kumsaidia dada yangu? Mama alisimama kimya, uso wake uliganda. Lakini dada mdogo wako? Mama, nilimkatiza kwa upole, najua hali ni ngumu, ninajua kabisa. Lakini ndugu kaka yangu na dada yangu wote wawili ni watu wazima sasa. Hadi kunong'ona, katika maisha yangu ya kwanza, nilijiua polepole kwa upendo ambao haukurudi. Lakini sasa, nimezaliwa upya. Na wakati huu, sitakuwa mwavuli kwa wale wanaojificha mvua nikiwa nje wenyewe. Nilihisi uhuru wa maisha na niliamua kupotea nyumbani. Mafunzo ya mwisho. Maisha yanatufundisha kuwa huwezi kuwasha mwili wako moto ili tu uwape wengine joto wakati wao wenyewe wamebana mikono wasisumbuke. Jipende kwanza. Weka mipaka. Na utambue kuwa kubeba mizigo ya watu wazima walio na uwezo vya kujipambania ni kujitafutia laana ya umaskini na magonjwa. Linda amani yako na mustakabali wa maisha yako.